Haya Kimaro, leo ndo ile kesho uliosema sasa. Haya nakusikiliza, unasemaje? Ila Chikunde, ila we mke wangu wewe. Sawa ndio najua. Sawa ndio Chikunde, kwani mimi sijijui jina langu? Ndio mimi Chikunde. Na bado hujaanza kuongea. Ila we Kimaro wewe, sasa useme. Hivyo mke wangu Chikunde, hivyo ukweli unauchukuliaje? Ukweli si kitu rahisi kama kuamka tu na kuutamka. Yaani wewe unataka tu nijisemeseme. Nilishasema kwamba sitasema jana, lakini sikumaanisha kwamba leo ndo nitasema jamani. Oh, sasa ndo naanza kupata taswira nzuri. Lakini kumbe uongo ulikuwa rahisi kuusema Lakini Chikunde mke wangu, ndo tumeanza asubuhi ya funga yetu. Hivi tufunge basi ili ifike jioni kwa amani. Lakini mbona hivi? Na mimi sikuona kama ni uongo. Yaani ndo hivyo. Haya basi sawa, leo basi uone. Maana si ulikuwa huoni jana uongo huo. Haya basi leo uone. God have mercy upon us. Hivi Chikunde mke wangu, hivi tuseme kama kwa mfano hivi, kama nikisema ukweli utabaki? Hata kama hutasema, yani na kama husemi sitabaki pia. Sitabaki kwa hakika. A few moments later. Salomu, yani uko ndani. Nakwambia kuna waka moto. Yani hali ndani si nzuri. Aisha, dadangu Chikunde ameshachoka. Ndio maana unaona hali inakuwa hivyo. Ndio maana namchokonoa kila saa Kimaro. Ameshachoka. Yani amechoka kabisa na ninamwonea hata huruma. Na ninavyoona Salomu, Kimaro anaogopa. Na ukweli unaogopesha zaidi kuliko adhabu. Sasa Aisha, unavyofikiri wewe, yani unadhani kwamba atasema? Lakini Salomu, mimi ninavyofikiria kama hatasema leo, atapoteza zaidi ya heshima. Yani kama mambo yatazidi kuendelea kunyooka katika hali hii ambayo inaendelea, unadhani itakuwaje? Mke wake samani, nimejikanganya hapa kusema mke wako, lakini mke wake yeye mwenyewe, si umemsikia alivyosema jana usiku? Asipojua ukweli kwa kupita kesho, yani maanake leo balaa litaendelea hili. Kimaro, tangia mwanzo nilikuhusia sana kuhusiana na hili jambo. Nilikwambia Ramadhani ni mwezi wa kusafisha moyo, sio mwezi wa kuanza kuchomeka vitu ambavyo havitakusaidia kwa kawaida. Unaichomeka familia yako katika hali mbaya. Hebu angalia sasa katika hali hii. Wewe ukoje sasa hivi? Unaonekanaje? Mtaani unaonekana vibaya, kwenye familia yako unaonekana vibaya, na hasa mke wako. Kusema ukweli Mzee Hamisi, mimi nakubaliana na wewe 100%. Yaani mimi mwenyewe hapa nilipo moyo wangu una mzigo. Yaani una mzigo mzito kweli. Na sijui hata na utuaje. Yaani nimechanganyikiwa Mzee Hamisi. Hebu angalia namna gani unaweza ukanishauri sijui. Kimaro, mizigo hiyo haiwezi kuondoka kwa kuifunika. Wewe unafunika mizigo Kimaro. Haiwezi kabisa kuondoka hiyo mizigo. Unatakiwa kuiondoa, na kuiondoa unaiondoaje? Kwa kusema ukweli, sio uongo. Wewe unafunika ndio maana. Ni sawa Mzee Hamisi, mimi nakubaliana na wewe tena, lakini vipi kama ukweli wangu utaumiza zaidi? Yani ukweli wangu utapasua mambo, yani ndio yatatawanyika kabisa. Kimaro, ukweli huumiza mara moja, uongo huumiza kila siku. Chagua kimoja sasa. Uumize mara moja au uumize kila siku? Wewe ndio mwenye kuchagua sasa. Mzee wangu Mzee Hamisi, baba yangu. Yaani unajua kuna jambo nimelificha kwa muda mrefu. Yaani kulitamka hata naogopa. Yaani ndo sielewi hapa nianzaje baba yangu. Sijui unanisaidieje yaani. Hapa cha kukusaidia ndugu yangu Kimaro, mwanangu ninayekupenda, ni hivi. Jitahidi sana. Usifiche tena. Litoe hilo jambo ambalo umelificha. Litoe moyoni mwako. Angalau tulifahamu tukusaidie sasa. Unavyolificha halitakusaidia chochote hata wewe. Na uongo ndo utaendelea kukupasulia mambo kila siku. My lord, I wonder. Jamani, nimejisikia raha sana nimeona uso wako mwanangu. Mwanangu mpenzi, karibu yani nakosa maneno ya kuzungumza, nimejisikia raha. Chikunde Bisada, mwenzio mimi sina raha sasa, yani sina amani moyoni mwangu. Chikunde, kwani kuna nini? Nini tena kinakusumbua jamani? Mwanangu niambie. Yani kwa sasa Bisada, yani naishi na mtu ambaye sioni kama namjua. Yani ni kama naishi tu na gogo, yani sioni maana yake. Yani sijisikii raha tena, moyo wote ni kama umekufa ganzi Bisada. Mwanangu Chikunde, siri ya ndoa si kutokukoseana, ni kukubaliana na makosa, lakini pia kukubaliana na changamoto ambazo zinajitokeza. Yani wewe cha msingi ni kukaza moyo.
Yaani ndoa inahitaji mtu fulani hivi ambaye anakubaliana na mambo. Lakini Bisada jamani, mimi kwangu kama yamezidi. Yaani hatuelewani, hanisikilizi, hakubali kuzungumza. Yaani mimi ananichanganya wewe. Na kama makosa yanahusisha sasa mtu wa nje, je, Bisada? Sasa hapo mwanangu Chikunde, basi hapo ni jaribio la imani na heshima. Maana amefika mbali kidogo, lakini angalia bwana, imani yako na heshima yako visiharibike sasa mwanangu Chikunde. Mi kwa upande wangu Bisada, nimejiambia nikipewa jibu leo nitafanya maamuzi yangu hapo hapo. Yaani sitasubiri tena mie. Hii balaa. Hapo ndoa kweli imeingiliwa, lakini basi wewe mwanangu Chikunde, lakini kwa makini. Wakati wa kusema ukweli nadhani unakaribia sana na nadhani umewadia, maana huu ni muda wa kufuturu. Na leo hakuna atakayekimbia mezani. Na pia hakuna anayetakiwa kunyamaza kwa hofu. Yaani wote tuzungumze na tuongee hapa. Hakuna kuogopa. Kimaro, jana ulisema si leo, na leo imeshafika mpaka imekuwa jioni, muda kufuturu. Sasa ungesema basi. My lord. Na leo ni leo. Mimi sitaki tena msala ya kesho wala siku nyingine. Leo ni leo. Jamani, ni sawa. Nitaongea tu, msinikazie sana. Lakini nimekuwa nikiongea na mtu nje ya ndoa yangu. Sawa, ndio unaongea na mtu nje ya ndoa. Hata sisi tuko tunajua hilo kama unaongea na mtu. Unadhani hatujui? Kwani hatujui? Unataka kuanza kututambulisha hapa? Ni hivi, tuambie kwa muda gani? Jamani, sio muda mrefu sana jamani. Ni miezi kadhaa kabla ya Ramadhani. Haya sawa, ni miezi kadhaa kabla ya Ramadhani, lakini ndani ya Ramadhani je? Mke wangu Chikunde, nilijaribu kukata mawasiliano. Yaani nilijaribisha nikakata mawasiliano. Kwa hiyo ulijaribu, sio kwamba uliyakata. Yaani ulikuwa unajaribisha, sio? Yaani hapa ninachokimaanisha mke wangu Chikunde, yaani nilichokuwa nakimaanisha ni hivi, nilijaribu lakini sikufanikiwa mara moja Yaani Kimaro, maelezo yako hayajanyoka kwenye mstari hata kidogo. Yaani haujanyooka in short. Kwani unapindapinda hivyo na kona nyingi? Hapo ndipo uongo unapoanza. Kwani usinyooke tu, unaongea uongo kama mtoto mdogo yani. Lakini uwe mzee wangu, babangu, yani ni hivi, yani mimi naogopa kuvunja ndoa yangu bwana. Yani hapa msingi ni kuvunja ndoa, na nilihofia kuvunja ndoa yangu jamani. Kwa hiyo saizi ndo unawaza kuvunja ndoa? Yani saizi ndo unaanza kuona hofu? Yani wewe yani Kimaro, yani una mambo ya ajabu kweli. Yani na hukuona hofu kuivunja ndoa mara ya kwanza kwa kunidanganya eti. Lakini mke wangu Chikunde jamani, kwa mara ya kwanza nilikuwa dhaifu. Ndio maana yani sasa hivi ninakuwa na hofu kali sana. Nilikuwa dhaifu. Kwa hiyo udhaifu wako ndo ruhusa ya kusaliti, sio? Udhaifu ni ruhusa ya kusaliti? Kwa sasa swali linalobaki kwako Kimaro ni kwamba umeamua nini sasa? Nililoamua kuanzia sasa, nimeamua kuacha kabisa. Na nimefuta kila mawasiliano leo asubuhi. Yaani jamani, mtu anafanya maamuzi eti asubuhi. Na kama ningekuacha kabla hujasema? Kwa hapo sasa ningekuwa nimeshachelewa milele. Yaani hapo ningekuwa nimeshajikaanga mwenyewe. Lakini jamani, mwanaume hupimwa si kwa kutokukosea, bali kwa kukubali kosa. Sawa, na upande kwa mwanamke hupimwa kwa kusamehe au kuondoka. My lord, I wonder. Je, kwa upande wako Chikunde dadangu, moyo wako wewe unasemaje? Salumu, ni mwenzio jamani, moyo wangu sasa hivi hata sielewi. Yaani haujafa lakini umevunjika. Yaani sielewi. Sasa hiyo ina maana gani Chikunde? Ina maana Aisha, yaani bado kuna nafasi ya kurekebisha, lakini si kwa maneno, kwa matendo ya muda mrefu sana. Kwa hilo mimi niko tayari mke wangu Chikunde. Yaani niko tayari kabisa. Kwa kweli Ramadhani hii imeanza kazi yake mapema sana mwaka huu. Na hapa bado safari yake ndefu kabisa. Yaani bado. Hivi ataweza kweli huyu? Sijui kama atamudu.
Na kama yani kwa namna yoyote ile nikiona dalili mojawapo au moja tu ya kurudia makosa au kosa, Yaani kama ikitokea hivyo mke wangu Chikunde, sitatoa visingizio tena. Yaani sitatoa kisingizio chochote. Lakini unavyojiaminisha utaweza? Ndo hapo sasa. God have mercy upon us.